karibu katika darasa la leo na hapa tuna swali linalosema kazi yoyote ya fasihi hujengwa na nguzo mbili. Thibitisha kauli hii kwa kufafanua nguzo hizo katika vipengele vyake. Sasa majibu, nimeanza kwa kukubali. Ni kweli kazi yoyote ya fasihi hujengwa na nguzo mbili. Nguzo hizo ni fani na maudhui. Kila nguzo kati ya hizo hujengwa na vipengele vyake anuwai kama vifuatavyo. Tukianza na kipengele cha kwanza ni maudhui. Na maudhui katika kazi ya fasihi tunasema ni jumla ya mawazo yote yanayozungumziwa pamoja na mtazamo wa mwandishi juu ya mawazo hayo. Maudhui hujumuisha mawazo pamoja na mafunzo mbalimbali yaliyomsukuma msanii hadi kutunga kazi fulani ya fasihi. Vipengele vya maudhui tuna dhamira, na dhamira tunasema ni wazo kuu au mawazo mbalimbali yanayojitokeza katika kazi ya fasihi ambayo mwandishi huyajengea hoja. Ukiachana na dhamira tuna migogoro, ni kipengele kingine cha maudhui. Migogoro ni mivutano au misuguano baina ya pande mbili au zaidi. Migogoro huweza kuibuliwa na mwandishi katika kazi ya fasihi kwa lengo la kuonesha jinsi masuala mbalimbali katika jamii yasivyoafikiwa kwa namna moja. Kwa hiyo, migogoro mara nyingi hujikita katika mahusiano ya kijamii, na ndipo tunapata migogoro kama ya kisiasa, kiuchumi, migogoro ya kiutamaduni, migogoro binafsi au ya kifikra na kadhalika. Vile vile tuna ujumbe na maadili katika maudhui. Ujumbe katika kazi ya fasihi ni yale mafunzo mbalimbali ambayo yanapatikana baada ya kuisoma kazi husika. Ujumbe huwa sanjari na maadili mbalimbali ambayo mwandishi amekusudia jamii iyapate. Kipengele kingine cha maudhui ni mtazamo. Mtazamo ni hali ya kuyaona mambo katika maisha kwa kuzingatia mazingira aliyonayo msanii mwenyewe. Wasanii wana mitazamo ya aina kuu mbili. Kuna mtazamo wa kiyakinifu ambao huyaangalia mambo waziwazi na kuyaelezea kwa jamii kupitia kazi za kifasihi. Lakini pia kuna mtazamo wa kidhanifu ambao hujadili mambo na kuyatolea masuluhisho yaliyoegemea katika kudhani tu pasipo kuzingatia uhalisia wa mambo. Kwa hiyo utaona mitazamo hii miwili inajitokeza katika kazi za fasihi, na ukisoma kazi zao utaona ni jinsi gani msanii au mtunzi wa kazi ya fasihi ana mtazamo wa kiyakinifu unaopendekeza pia masuluhisho ya utatuzi wa matatizo ya kisayansi, au mtazamo wa kidhanifu ambao aghalabu huishia kwenye kulalamika au kusingizia na kusukuma matatizo kwenye nguvu nyingine, na hivyo suluhisho linakuwa si la kisayansi. Kwa upande wa falsafa ni imani ambayo inamuongoza mtunzi wa kazi ya fasihi. Kwa mfano, msanii anaweza kuamini kuwa mwanamke si kiumbe duni kama wengine wanavyoamini. Ukisoma riwaya ya watoto wa mama ntilie utaona mama ntilie anavyoonyeshwa akiwa mchapa kazi, mahiri, mlezi wa familia. Lakini pia mwandishi mwingine anaweza kuamini mwanamke ni kiumbe duni, chombo cha starehe, mtu asiyeweza kufanya maamuzi na kadhalika. Hayo unayaona ukisoma kazi ya msanii fulani. Vile vile tuna msimamo. Msimamo tunasema ni namna mtunzi wa kazi ya fasihi anavyoshikilia jambo na kulitetea bila kujali wengine wanaliunga mkono ama la.
Misimamo inaweza kuwa katika makundi matatu. Kuna msimamo wa kimapinduzi. Huu ni msimamo ambao mwandishi huyajadili masuala au matatizo yanayohusu jamii yake na kuonesha njia za kuondokana na matatizo hayo. Msimamo usio wa kimapinduzi ni ule ambao una misingi ya uoga inayomfanya msanii kujadili mambo kwa kuficha ficha na hivyo kushindwa kutoa masuluhisho yanayoweza kutatua matatizo yanayowakabili wanajamii moja kwa moja. Kwa hiyo kimsingi misimamo inaangukia kwenye makundi mawili, ingawa wapo watu ambao wanaunda kundi la tatu ambalo halijadiliwi sana, watu ambao wana msimamo wa kati. Hawakatai wala hawakubali, hawaungi mkono wala hawapingi, wapo katikati. Lakini katika kazi za fasihi hasa utakuta misimamo ya namna mbili. Kwa upande wa fani, kama ufundi wa kisanaa unaotumia msanii kufikisha ujumbe, basi fani inaundwa na vipengele mbalimbali na vyenyewe kama muundo, yani mgawanyo, mpangilio, mtiririko, kwa maana ya msuko wa kazi nzima ya fasihi. Katika muundo, tunaweza kupata muundo wa moja kwa moja au msago, visa vikiwa vimeelezwa kwa mtiririko kuanzia mwanzo hadi mwisho. Pia tunaweza kupata muundo wa kioo au wa rejea, ikiwa visa vinasimuliwa kwa kurejesha nyuma au kudokeza visa vya mbele. Vile vile tuna muundo wa kurukia, ambapo visa vinaelezwa havifiki mwisho, vinarukia kisa kingine, kinakwenda kifiki mwisho, kinarukia kisa kingine. Huo tunauita muundo wa kurukia. Penginepo utakuta wamesema muundo changamano, hasa inapotokea muundo zaidi ya mmoja ukawa umetumika katika kazi moja ya fasihi. Kipengele kingine ni kipengele cha mtindo, namna ya uwasilishaji wa kazi ya fasihi. Mtindo ndio unaompa utofauti msanii mmoja dhidi ya mwingine. Dhima ya mtindo una dhima mbalimbali kama kumwezesha msomaji kujua hisia za mwandishi, kudokeza kiasi cha hisia na muamko wa wahusika, kuonesha mtiririko, lakini pia kuumba ulimwengu ambao utabeba maono ya msanii na kadhalika. Katika mtindo tunaangalia matumizi ya lugha, nafsi zilizotumiwa, matumizi ya monolojia kwa maana ya masimulizi na dialojia, majibizano, mbinu ya kutumia tanzu nyingine za fasihi simulizi katika fasihi andishi, na vile vile matumizi ya hadithi ndani ya hadithi. Pia matumizi ya barua kama yanajitokeza. Hivyo vyote ni vipengele vinavyokamilisha muundo wa kazi fulani ya fasihi. Kingine ni wahusika, na hawa ni wale wanaotumika kubeba taarifa mbalimbali anazozikusudia mtunzi. Wahusika wana aina zake. Kuna wahusika wakuu, wale wanaotokea mwanzo hadi mwisho wa kazi ya fasihi na ndio hubeba dhamira kuu katika kazi ya fasihi. Tuna wahusika wadogo au wasaidizi, husaidia kukamilisha dhamira kuu na kumsaidia mhusika mkuu. Hubeba dhamira ndogo ndogo hawa wahusika wadogo au wasaidizi. Kuna wahusika wajenzi. Hawa ni wale wanaotokea mara moja sana katika kazi ya fasihi na kisha hupotea. Mfano mzuri ni Auni katika riwaya ya Kusadikika, lakini pia Huzuni katika tamthilia ya Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe. Kuna wahusika bapa. Hawa ni wale wenye misimamo, wasiobadilika. Wahusika bapa wanaweza kuwa wahusika bapa sugu au wahusika bapa vielelezo. Lakini pia tuna wahusika duara au mviringo. Hawa ni wale wanaobadilika kulingana na mazingira ili kuonesha jinsi binadamu wasivyo mkamilifu. Kuna wahusika shinda au foili. Hawa ni wahusika ambao huandamwa na shida, misukosuko na taabu, na wahusika hawa hutokea kati ya wahusika bapa na wahusika duara kutokana na misimamo yao.
Kipengele kingine katika fani ni matumizi ya lugha. Hapa tutaangalia lugha iliyotumika ni rahisi na nyepesi au ngumu kiasi gani. Lakini vile vile tunatathmini vipengele vya lugha kama methali, misemo na nahau, tamathali mbalimbali za semi zilizojitokeza, tamathali za semi kama mafumbo, dhihaka na kadhalika. Unaweza ukaona kwenye mifano. Kuna kejeli, kuna tamathali za mlinganisho, kuna sitiari, ndani yake, tashbiha, tamathali za msisitizo na nyinginezo kama mubalagha au chuku, taashira, vile vile majazi, taniaba, utaona tabaini, takriri, mdokezo, tashtiti. Hivi vyote ni vipengele katika matumizi ya lugha. Kuna nidaa, mjalizo, kuna tanakali sauti, kuna taswira. Kwenye taswira kuna taswira za hisi, kuna taswira za mawazo au za kufikirika, kuna taswira zinazoonekana na kadhalika. Lakini vile vile tuna mandhari au mazingira, na hapa tunaangalia maeneo yote ambamo matukio ya kifasihi yanatendeka. Tunaangalia pia jina la kitabu. Hilo lilikuwa swali la kwanza ambalo lilitutaka tuangalie vipengele vya fani na maudhui. Na penginepo tutaendelea katika darasa lijalo na swali linalodai mwanamke ni nguzo na msingi wa jamii yake. Thibitisha kwa kutumia tamthilia 2. Kwa hiyo tunaishia hapa kwa leo. Ulikuwa nami Mwalimu Maida katika somo la Kiswahili. Asante na karibu sana.